Kwa nini unadhulumiwa haki yako na wewe unakubali kudhulumiwa? Au hujui kwamba ni haki yako na ndio maana unajiliza huu mwaka wangapi, unalia, unalalamika, unaomboleza, huendi kama mwenye haki. Sasa leo Roho Mtakatifu asubuhi ameliweka hili kwa uzito sana moyoni mwangu nilipokuwa kwenye maombi. Nikasema nitakuja kushare na wewe ili unavyoomba sasa uombe ukitambua wewe ni mrithi. Nisikilize mpaka mwisho, itakusaidia. Mtu anapofiwa na ndugu, mzazi, mlezi, mara nyingi wapo wazazi wa aina mbili. Wapo wanaoacha urithi, nyaraka ya document, wapo ambao hawaachi urithi. Sasa wanaoachiwa urithi ni watoto wamoja wanaishi kwa kujidai sana, kwa kujijua sana, kwa kujitambua sana. Kwa nini? Kwa sababu anajua hakuna atakaye kuja kumdhulumu, kwa sababu hata serikali, hata mahakama itakuwa upande wake. Na wapo hawa ambao wazazi wameenda hawajaacha document yoyote ya urithi. Hawa ndo wanaokuja sasa, mashangazi, wajomba, mababu, mabibi, mabwana, kuwanyang'anya haki iliyo yao ya mzazi wao. Sasa neno la Mungu linasema ili urithi upatikane lazima mauti itokee. Mauti ilitokea vipi? Yesu alipokufa msalabani. Naongea kwa namna tofauti sana leo kwa sababu naongea na moyo wako wewe utakayenisikiliza kwa makini. Anasema ili urithi upatikane lazima mauti itokee. Mauti ilishatokea kupitia Yesu Kristo alipokufa msalabani, automatically akatuachia urithi wana wake ambao ni wana wa Mungu, wale tuliitao jina lake. Sasa wewe umeshapewa urithi. Urithi wako wote umeandikwa humu, mwana wa Mungu, wote. Read this document. Pita, soma. Vyote vipo humu. Lakini unalia, unateswa na shetani, hujui haki yako. Mfano wewe ni mwanafunzi, mfano wewe ni mtu unasoma chochote unachosoma. Neno linasemaje? Linasema wewe ni kichwa na sio mkia, lakini kutwa wewe darasani ni mkia. Kwa nini? Kwa sababu hujajua urithi wako ni akili, sio kutokuwa na akili. Chochote unachokiomba, wewe ni mkulima, kila siku unalima havitokei, kila siku unalima havilimiki. Rudi hapa, neno linasemaje? Utabarikiwa shambani, utabarikiwa na mjini. Shambani hujabarikiwa, mjini hujabarikiwa. Neno la Mungu linasema sisi ni warithi pamoja na Kristo. Sasa get this concept, pata hiki kitu kikusaidie. Mzazi ni nani? Mungu. Alimtoa nani? Mwanae wa pekee ambaye ndo mtoto wa kwanza, na sisi ni warithi pamoja na yeye. Akafa akatuachia urithi. Amekuachia urithi, ameenda mbinguni, amekaa kwenye kiti cha enzi kama hakimu wa haki. Yaani yeye ndo mahakama yenyewe ambayo shetani akienda, wewe unayejua haki yako unaenda. Mungu, si umesema kwamba hiki ni haki yangu? Document hii hapa, ulinipa ushahidi huu hapa. Shetani, ushahidi huu hapa. Unamwambia, unapomwambia pale, kwa sababu yeye ndo amekupa huo urithi, afu yeye mwenyewe ndo jaji, anachaje kukupa kilicho haki yako? Hebu badilisha namna unavyoomba. Omba na ufahamu, ukitambua. Omba na ufahamu, omba na akili kwamba mimi mwana wa Mungu ni mrithi pamoja na Kristo. Hiki ninachokiomba ni haki yangu na ni lazima nipewe, na ninaenda kwa hakimu wa haki. Please my people, please. Na hii is not for everybody, ni kwa warithi ambao ni wana wa Mungu, wale waliookoka. Kama umeokoka na unataka urithi wako na read, I cannot exhaust. Sitaki kukaa sana hapa. Hebu dai kilicho chako. Sijui unataka nini. Tatizo husomi. Mawakili mnisaidie jamani. Mimi sio wakili, sina lugha za kiwakili, lakini you get the picture. Dai urithi wako. Be blessed.